Mambo dada? Poa, sijui naye huko. Uendeleaje? Mimi naendelea vizuri, sijui naye huko. Unatoka hapo? Wewe umetoka wapi huko? Nilitoka kwa besti yangu. Kwa besti yako? Mama kwa nyumbani nimemkuta. Yuko. Amanda. Yuko sende wapi basi yule mama? Wanidanganya? Sikudanganya, iko kweli. Huko unakoelekea wapi? Kwa rafiki yangu mwingine. Rafiki yako? Ni rafiki yako kweli ama mambo mengine hayo? Ni rafiki yangu, sasa rafiki yangu urongo ni yupi dada? Dada, alafu wewe nasikia stories zako, mimi sijazipenda. Na naomba iwe ni uongo. Maana yake nikija nikigundua kuwa ni ukweli dada, kile nataka niende kukufanyia. Urongo dada, si ukweli. Sawa. Baadaye. Kwaheri. Dada, watoka? Nilikuwa naondoka hapa kidogo. Za wapi tena? Naenda huku, wajua kuna jamaa wangu mwingine hapo. Napita nayo njia yako kwenye hiyo njia ya kwenu hii. Kwa hiyo kama tutaenda nitakuacha hapo katikati. Sawa, twende zetu. Wakumkele siku mpaka tukachana hapa ndugu yangu. Nilienda nyumbani nenda ngakelea fimbo mimi. Ulipigwa? Ongewa sema. Nilipigwa mimi na mama. Wewe, huo thubutu wako tena bado hujaacha. Ukiendelea hivyo wewe. Nilisikia uchungu. Nilipigwa sinasikia raha. Ndio nicheke lakini ngajikaza ngasimama nalia lakini sili. Utakuja kupigwa mpaka uliwe ndio utasikia. Basi ndugu yangu nilisikia uchungu hapo vile. Watu wa kwenu ndio hao. Nikatoka hapo nikaenda tena wewe kwa mzembe wangu. Utajipanga. Endelea na hizo kazi zako. Karibu mwanangu. Asante mamdogo, hujambo? Si jambo, sijui wewe na huyo baba uko nyumbani. Tuna neno wazima huko kwako. Na kijacho mimi alhamdulillah. Hana vi. Acha nikwambie mamdogo. Mimi nasikia story kuhusu mdogo wangu dadangu huyo. Halima. Huyo. Nasikia mimi hasikii, mara sijui patana na fulana sijui wapi huko. Hata wewe unashanga sijui kama ni ukweli ama ni uongo, hata msingizia. Yaani mtoto wangu we, mwanangu we. Yaani kama maneno umeyasikia jua ya kweli, maana lisemwalo lipo. Na kama halipo liko huko lajileta. Halima, hawa uliowasikia ni ya kweli. Halima haendi shule. Akitoka hapa ana begi, kumbe ndani hana kitabu wala kalamu. Anakwenda tia nguo zake za kwenda hangaikia huko. Huyo mdogo yako unasema mdogo wako. Asa mdogo huyu. Hata 14 hajafikisha. Halima ni mdogo, mtu wa grade 6 huyu, siku grade 6 huyu. Ni mdogo sana. Ni mdogo. Sasa hiyo utafuta nini sasa hii? Mimba ama unataka ni mimba? Afadhali mimba utazaa, utalea. Au maradhi au kimo utenda uzalia wa? Nakwambia naona kinachotaka kufanya huyu mtoto mpeleke boarding. Mimi nilikuwa atako boarding kama mtoto sio kusikia tayari. Maana nikimpeleka kwa boarding si bado atafunga shule, atakuja nyumbani. Atarudia ule mwiba ule. Sasa mimi ninachotaka nataka kumpeleka pale kwa mama mtaa. Vikishindikana inamtia pale polisi pale juu. Apigwe mpaka aeleweke. Ndo ataacha ushenzi, atasoma. Nakwambia mamdao kupiga mtoto si funzo. Nakwambia mpeleke huko boarding, akishatoka huko boarding mpeleke kwa shangazi yake huko. Nakwambia huko kwa shangazi yake ndo nini? Mpeleke huko aketi huko unajua huko sasa chochote. Huko hata kujui, huko hata alizaliwa hata akarudari huko. Hakujui huko mbele wala sikio huko. Sawa. Mpeleke huko, maana yake huko ataribika mtoto. Kama si hatapata mimi basi atapata maradhi. Kweli mimi mwenyewe hapa nikiketi nakwambia wewe mpaka ninapunguza mwili hivi. Sina stress, feeling kashiba, mimi silali, sipate hata usingizi, maradhi kila kukicha. Pressure panda kishuka. Yaani hapa nilipo nadondoa maharage, sijui nitaenda kwa upande gani. Maana hapa kwenye tumbo langu watu ukaa gesi hivi, vyakula vikae uma tumboni, stress mtoto yani umeshakichwa, yanitingisha ni kila nikipita mtaani. Sorry, ni Halima anche mdomoni huo, hata sidhani kama atafanikiwa. Midomo binadamu ilivyo mibaya atafanikiwa, lakini acha tu nimwombe madamu ushaniambia hivyo, nitampeleka huko boarding huko Meru sijui wapi huko, nitampeleka huko Meru, atajuana na nani huko. Na kama mpeleke huko maana nimshana naye pale akasema juu na kwa shosti yake sijui shoga yake huko. Yaani sasa yeye hilo la nyumbani, sijui kama alikuwa anatoka nyumbani au ametoka katika njia gani. Sijamuona hapa toka asubuhi, anatoka hapa saa 2 ankunywa chai, akaridhika nafsi yake, akacha vyombo hapo ndani, yani kila kitu ni mimi. Antoka hivi. Simpigi tena mimi, simpigi maana ninapiga ninachoka, sipigi tena. Sitakonda mdogo, ushakonda tayari hivi, tuombe huyo Mungu.
Basi acha mdogo mimi niende zangu, lakini ninachokushauri fanya hivyo nilivyokuambia. Ukifanya hivyo utafanikiwa, lakini ukisema mwache hapa dada, utakoma umbea. Wewe mwache tu. Nakwambia. Mimi nitafanya hivyo ulivyoniambia. Nitafanya hivyo, nitatafuta yule babake mdogo yule ambaye afanya kazi huko Meruni huko. Niongee naye amtafutie shule huko Meru. Bana huko Kimeru chenyewe hajui atakayetuka ajifunze hicho Kimeru. Nake tu kabisa kwa sababu kusema unako siku nzuri. Siku nzuri watu huko na midomo michafu, mibaya. Ile akishakubandika atakubandika na mizigo. Maisha. Yaani mazee nikikuangalia mazee. Mtu mdogo lakini una mambo ya kiutu uzima. Koma. Kisha ukome. Ukiangalia mimi mtoto 2000, umenisikia? Ashakuwa tena basi vishi. Tuheshimiane baby basi. Kama vipi mapicha basi usikasirike. Sana vitu vyenyewe vyama. Hapo kiasi. Sana tena ama. Haya vishi. Semaje sasa? Mimi nataka nikuoe sasa hivi. Sasa semaje? Watu wa mahari. Uko ni vipi? Haona kitu. Wetu wa mahari tutaishi pamoja. Ushamaliza kusoma ama? Nishamaliza. Wanadanganya bana. Kwani wenyewe ujisi nilikwambia nitaka kusoma mimi. Sasa maliza kusoma. Sitaki. Sasa unataka kusoma nini? Nenda kaketi yako shuleni usome. Basi kama unataka kusoma simwambie mamako mimi sitaki kusoma kuliko. Kani mwenyewe hajui. Sitaki. Basi wewe enda shule, wafika kichoroni waingiani nyumba ubadilisha nguo jakuwa. Ndio hivyo sitaki kusoma. Sema sitaki kusoma, nataka kuolewa basi mimi nje nikuoe tayari viishe. Ama sijakwambia, nimekwambia sitaki kusoma. Kiswahili kigumu wewe kwani? Sasa shakuwa tuna mambo kujibizana maneno kupumbavu hapa. Wasinya pia bana. Na kusinyana nini basi? Ongea tu, soma wewe. Sina kwamba malize kusoma nije nikuoe ama pia unaelewi ama. Kuna vitabu vyangu kule, ndio kupatia ukasoma. Ama nataka kujishana kelele hapa. Pija. Basi angalia. Sitaki tujibizane hapa sijui maneno kipumbavu angalia. Nisamee basi baby. Angalia basi. Iza basi. I love you too. Basi angalia. Kuja ma story yetu hapa sielewa. Sasa ongea. Sasa semaje sasa? Endelea vizuri huko kwako dadangu. Endeleaje? Mimi kwani unioni dadangu mwenyewe na nawiri. Unioni? Na kuona siku hizi mwanzo ongeza. Haya, niambie kuendeleaje huko? Maana yake siku hizi dada nashauri. Lakini dadangu, mimi sikwani kama wewe ni mzima mimi. Unaona kama ni mzima? Kivipi? Dadangu mimi ninakuja, nataka kukwambia kitu. Mimi nataka kutoa katika umaskini. Umaskini? Umaskini gani mbona unanao hapa? Mbona si tu umaskini, nataka tu kuongelesha vizuri, usinifikirie vibaya dadangu. Haya sawa, ongea na kusikiza. Mimi nataka wajua mimi ninapata mtu nakwambia yuaitwa Tyson. Mzungu mwingine huko sijui kama ushawahi kumsikia. Nasikia fununu lakini sijawahi kumuona. Haya basi mwenyewe ninapata mtu. Mimi hata kama nina mume siwajua tena mume wangu, lakini pia niko sawa na Tyson. Sawa na sasa mimi nataka pia ni upate mume. Yaani uwe na wawili hata kama. Kwa hiyo dada atakuambia una waume wawili. Waume wawili? Dadangu wewe, kwani mmoja hakutoshi? Ona dada. Hata kama ukiwa na wawili hamna shida, lakini pia huyu wampatia vyake na huku pia uko sawa. Uko sawa kivipi? Itakuwa uko sawa kivipi? Dada utaki pesa kwani wewe? Wewe dada wewe. Yamaanisha wewe mume wako uko nyumbani hajui unavyofanya. Na mimi nakwambia, akija akijua utajuta dadangu. Mimi ninakwambia tu, sijakwambia uachane na mume wako wala kitu chochote. Mimi ninakuja kukwambia kwa uzuri. Hata ungeniambia achana na mume wangu singeachana na mume wangu kwa sababu unampenda na mume wangu wote. Haya kama nyinyi mpendana, lakini mimi ninakuja tu kupatia ushauri. Sijakwambia kitu kibaya. Ushauri wako mimi sitaki tukosane. Ushauri wako mimi siutaki. Na utabia kuharibia ndoa za watu pia sitaki. Dada enuka hapa siku ndio. Lakini dada mimi nakwambia utakuja kunikumbuka. Mimi wewe utaja kunikumbuka. Hebu toka nenda zako, nenda huko. Mwangalia mimi nikumbuke, unalipa mkumbuke, mwangalie mwana hizaya wewe. Amen. Una shida gani huko? Maana nasikia makelele. Hakuna shida yoyote mume wangu. Ni nini dadangu alikuwa mkuja hapa alikuwa tungaambo kusoma chama hata kuna shida.
mambo wa chama. Ndio maana mlikuwa na pressure fulani hivi ambayo sasa imenitoa hapo ndani ingaleta hapa nje. Sasa nadhani kuna ugomvi fulani ndio unawafanya yani mnagombana. Hakuna ugomvi wote, ni mwanachama wetu mmoja alikuwa amekataa kutoa pesa. Sasa nilikuwa tutamdiscuss yeye. Sasa kuna ugomvi wote mnao. Sawa. Nimeona kuna shida basi ngaona heri nitokee nje niangalie. Lakini sawa kama hakuna ugomvi sawa. Hakuna ugomvi wote. Ni sawa. Ndio hapa nje mimi wewe fanya mambo yako. Sawa mume wangu. Kaka. Sema kidogo. Kaka mambo? Poa. Kaka alikuwa naomba nijue jina lako. Jina langu atakulijua? Sawa, waweza lifahamu jina langu? Naomba basi nilijue. Kwani wewe waitwa nani? Nikuulize. Mimi naitwa Salma. Salma. Mimi naitwa Khan. Ukipenda naweza nitakicheko pia. Jina zuri sana. Haya niambie. Kaka, mimi nilikuwa nakwambia nimetokea kukupenda. Wajua toka juzi nilikuwa nakuona hivi. Kwa hiyo nimetokea kukupenda. Ushaongea na ushamaanisha ama ushaongea ikutoke tu? Yaani namaanisha. Hayo mageni. Na mimi mara ya kwanza kukuona. Ama mimi wanijua? Nakujua. Wanijua nini? Yaani nikikuona tu, huwa nakuona. Ushawahi niona mahali popote? Maana mimi kusema kweli sijawahi kuona. Ndio first time na kuona unanisimamisha. Ndio maana nimesimama ili nikusikilize. Huwa nakuona mimi. Kwa hivyo ushanipenda mimi. Sikiza. Sitaki nikudanganye. Mimi ni bwana ya mtu. Sijui kama ushanielewa. Nimekuelewa, lakini pia watu wana wawili. Watu wana wawili? Basi mimi napenda mmoja tu ambaye uko kwa nyumba yangu. Nilimweka basi ndo nampenda peke yake. Ndo nakushangaa wewe umesimamisha mtu tayari sema sijui nakupenda. Haya mwanzo mimi sijaona mwanamke yani katongoza mwanaume. Hasa kama mimi nimetokea kukupenda. Sikiza kwanza kweli. Mimi siko sawa na wewe na siko radhi kukupenda. Yaani kwa ufupi mimi sikupenda. Ushanielewa? Sawa, nimekuelewa. Ushanielewa? Weza nirushe gani? Wazi.